Ni kipindi cha Kona ya Maarifa. Mtume na nabii Joshua Kristi anaongea. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa sababu ya hilo Mungu ametupa neema ya kuwa na kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, lengo likiwa ni watu wapate maarifa, na kwa kadiri wanaongeza maarifa ndio kwa kadiri wanapunguza kuangamizwa na adui. Karibu mtu wa Mungu katika kipindi hiki cha Kona ya Maarifa, na leo kwa neema ya Mungu nitakuwa ninakuletea ujumbe unaosema mambo 6 yanayomtokea mtu baada ya kufanya kosa. Mambo 6 ambayo huwa yanamtokea mtu baada ya kufanya kosa. Yanaweza yakatokea yote, yanaweza likatokea moja, mawili, matatu, lakini uelewe kuna mambo 6 Biblia imethibitisha ya kwamba wakati wote unapokosea, wakati wote unapofanya kosa, haya mambo huanza kutokea kwenye maisha yako. Haya mambo kuna uwezekano yakatokea kwenye maisha yako. Mambo 6 yanayotokea mtu, mambo 6 yanayomtokea mtu baada ya kufanya kosa. Jambo la kwanza ambalo huwa linamtokea mtu baada ya kufanya kosa, jambo la kwanza, kuondolewa kwenye baraka yake na mwingine kupewa baraka ile. Uelewe mtu wa Mungu, kosa analolifanya mtu lina nguvu ya kumwondoa kwenye baraka alizopewa na Bwana. Na sio tu ili kosa litamwondoa kwenye baraka alizopewa na Bwana, kuna kila uwezekano baraka ile ikaelekea kwenye mikono ya mtu mwingine. Ninataka uyapate ya maarifa. Kwa nini unatakiwa uendelee kupunguza kukosea? Kwa nini unatakiwa ukasirike kufanya makosa? Kwa nini unatakiwa uwe unalipa gharama kuepuka kukosea? Ninajua wanasema sisi ni wanadamu na hakuna mwanadamu asiyekosea. Sawa, lakini mimi ninataka ujue kuna gharama ya kufanya makosa. Hii ni kwa sababu kila unapokosea kuna mambo na yako 6 yanatokea kwenye maisha yako. Hata kama wanadamu wameumbwa ili kukosea, mimi nataka ulipe gharama kujitahidi kuepuka kukosea, ukijua kuna mambo yatatokea. Na jambo la kwanza linalotokea mtu akifanya kosa ni mtu yule kuondolewa kwenye baraka yake, na mwingine anaweza akapewa ile baraka, mwingine akaitumia ile baraka. Wengi wamekosea kwenye maofisi. Walipokosea walifukuzwa kazi, lakini zile kazi zilichukuliwa na watu wengine. Elewa hivyo mtu wa Bwana. Hiyo ndio nguvu ya kosa. Hilo ndio jambo la kwanza linalotokea mtu akikosea. Sasa uelewe hata yale makosa ambayo unachelewa we kugundua yanakuondoa kwenye baraka zako na mema yako. Yaani utaona tu baada ya kufanya makosa fulani na ulidhani umekushamaliza, umesawazisha, lakini uelewe kinachofuata ni kuondolewa kwenye baraka fulani. Maneno marahisi tungesema kupoteza baraka fulani. Yaani kosa huwa linakuja na mtu kupoteza baraka. Kosa mtu akisha alifanya huwa linakuja na nguvu ya kumfanya yule mtu aondolewe kwenye baraka fulani, na kuna uwezekano ile baraka akapewa mtu mwingine. Kitabu cha Esta sura ya 1 mstari wa 11 mpaka wa 19. Esta 1:11 mpaka 19. Wamlete Vashti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme ili kuonyesha watu na makida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. Bali Vashti, huyo mke wa mfalme Ahasuero, malkia, alikataa kuja. Kwa amri ya mfalme na kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba, yaani ni mfalme mume wake ameagiza njoo, anafanya kosa la kutotii mfalme mume wake. Maandiko anasema ni amri ya mfalme na alifanya kosa ya kuikaidi. Kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana na hasira yake ikawa ndani yake. Tumfanyeje Vashti? Akauliza baraza aliloliita, tumfanyeje Vashti malkia? Wakashauri kwamba hakuna namna, aondoke kwenye nafasi ya umalikia, aipoteze hiyo baraka. Kwa kuwa yeye ni malkia
na amekaidi, na kila mtu kwenye taifa hili amejua amekaidi. Walimwambia atasababisha wake za watu wawe wakaidi kwa waume zao, kwa sababu watakuwa wamekopi kwa mama yao malkia wao. Maandiko yanasema, basi mfalme akiona vyema, na itoke kwake amri ya kifalme, nawe iandikwe katika sheria za Wajemi na Wamedi, isitanguliwe, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalikia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Esta 2:16 mpaka 17. Mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote walioletwa kwenye lile shindano, nani achukue nafasi ya Vashti, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Nataka kuangalia kwa makini, wanasema badala ya Vashti. Esta akakaa mahali pale. Hivyo baada ya kufanya kosa, baada ya Vashti kufanya kosa lile, ninataka uelewe, alipokosea aliondolewa kwenye baraka yake, na mwingine, yani Esta, akaikalia ile baraka. Mtu wa Mungu, elewa wakati wote unapofanya makosa, na ndio maana usiwe mwepesi kukosea. Kila kosa unalojua ni kosa, unaweza ukalikwepa, likwepe ukijua kwamba kuna gharama kubwa ya kulipa mtu anapofanya makosa. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16:1. Samueli wa kwanza 16:1. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa siendelee kuwamiliki watu wangu Israeli? Jaza pembe yako mafuta, nenda nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemu, maana nimejipatia mfalme katikati ya watoto wake. Oh my God. Kwa nini Sauli anakwenda kupoteza baraka ya ufalme? Ni kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Na nabii Samueli aliendelea kumwambia na kumwambia. Bado Sauli aendelea kukosea na kukosea. Wakati fulani alikwenda kwenye nchi fulani, Amaleki kule, na aliambiwa akaue kila kitu. Hakufanya kama alivyoambiwa, akafanya kosa la kuhifadhi baadhi ya kondoo, kama hifadhi na mfalme pia. Aliporudi nabii alimwambia, mbona Mungu hakusema hivyo? Na hata alipojitetea, nimeleta ili nitoe dhabihu, nabii alimwambia, unadhani Mungu anapenda dhabihu za namna hii kuliko utii? Okay, alifanya makosa Sauli. Nini kilitokea? Ndicho hiki ninachokufundisha kwenye kipindi chetu cha Kona ya Maarifa. Kupoteza baraka na mwingine kupewa baraka hiyo. Akaondolewa kwenye baraka ya ufalme na Daudi akakalishwa pale. Hivyo mtu wa Mungu, elewa jambo la kwanza katika mambo 6 yanayotokea mtu akifanya kosa ni kuondolewa kwenye baraka ulizonazo na mwingine kupewa baraka hizo. Jambo la pili ninafundisha mambo 6 yanayotokea baada ya mtu kukosea. Jambo la pili ni kushuka. Uelewe mtu wa Mungu, zipo nyakati unafanya makosa, lakini makosa unayoyafanya kwa namna moja ama nyingine, haya makosa yatakushusha. Haijalishi Mungu amekuinua kiwango gani, haijalishi kwenye maisha yako umefika level zipi, lakini nataka uelewe kosa lina nguvu ya kumshusha mtu. Na Biblia imethibitisha jambo hilo, ya kwamba kosa lina nguvu ya kumshusha mtu. Watu wengi waliinuliwa na Bwana, waliketishwa na Bwana mahali pa utukufu, lakini kwa makosa walioyafanya walishuka. Kumbuka Nebukadneza, kitabu cha Danieli, aliinuliwa na Bwana, ufalme wake uliinuka, na alipoinuka alifanya kosa la kuto kumheshimu Mungu. Alishuka kutoka kuwa mfalme mpaka kuishi mbugani kama mnyama. Ninataka uelewe mtoto wa Mungu unanisikiliza sasa katika kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa. Jambo la pili ambalo huwa linatokea unapofanya makosa ni kushuka. Na ndio maana ninakutaka uelewe nguvu inayotenda kazi ndani ya makosa, na ujitahidi inapowezekana kukwepa makosa unaweza kuyakwepa. Kwa uelewa kosa lina nguvu ya kumshusha mtu. Samueli wa pili 15:30. Samueli wa pili sura 15 mstari wa 30. Neno la Mungu linasoma, Daudi akapanda akamshika njia ya kupanda mlima wa Mizeituni, huku akilia alipokuwa akipanda mlima ule.
naye alikuwa amejifunika kichwani pake, akaenda hana viatu. Mfalme Daudi na watu wote waliokuwa pamoja naye wakajifunika vichwa vyao, kila mmoja wao, wakapanda juu wakilia walipopanda. Unisikilize, kosa la kulala na mke wa mtu, kumuua mume wa mama huyu, haya makosa aliyofanya Daudi yalisababisha ashuke kutoka ufalme ikulu. Neno la Mungu linasema alikimbia ikulu bila viatu na alipanda mlima bila viatu, huku analia. Ni kushuka kwa kiwango gani? Lakini mimi nachotaka uangalie nini kimesababisha ashuke, ikiwa Mungu alimuinua kiasi kile. Kosa alilolifanya. Mtu wa Mungu, ninataka uelewe, makosa unayoyafanya yatasababisha ushuke mahali pa utukufu Mungu alipokufikisha. Ninamwomba Mungu akusaidie hilo lisitokee kwenye maisha yake. Mungu mwenyewe akupe uwezo wa kukwepa makosa ambayo kwa namna moja ama mengine yanaweza yakakushusha kutoka mahali Mungu amekufikisha. Jambo la tatu, katika mambo 6 yanayotokea mtu akifanya makosa. Jambo la tatu, kucheleweshwa kufikia mema. Jambo la tatu linalotokea, mtu anapokosea, mtu anapofanywa kosa. Kosa lina nguvu ya kumsababisha mtu achelewe kufikia mema yake. Mtu wa Mungu, ninapenda uelewe kwa nini uepuke kufanya makosa. Makosa unaoweza kuyaepuka, yaepuke. Hii ni kwa sababu wakati wowote unapokosea, kosa lina nguvu ya kukusababisha uchelewe kufikia mema, hata mema yale ambayo ni Mungu mwenyewe alikukusudia. Kumbuka wana wa Israeli, kitabu cha Hesabu sura yake ni ya 14 mstari wa 26 mpaka wa 34. Utasoma yote, mimi nasoma mistari michache. Hesabu 14, 26 mpaka 34. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuliane na mkutano mwovu unaoninung'unikia mpaka lini? Watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watachukua mzigo wa uasherati wenu hata mzigo yenu itakapoangamia jangwani. Unielewe, walichelewa kuingia Kanaani. Kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 10. Mungu anamwambia Musa, nimeona mateso yao, nimeona maumivu yao, ninajua vilio vyao, nimeshuka ili niwatoe Misri, niwapeleke kwenye baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Lakini wakiwa njiani walifanya makosa ya kutokumwamini Mungu, makosa ya kumnung'unikia. Walishindwa kujiheshimu mbele za Bwana. Kwa sababu ya makosa haya, unaona Mungu anasema kwanza wao hawataingia kabisa, lakini watoto wao ambao wala hawakunung'unika watachelewa miaka 40 kuingia baraka hii, kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na baba zao. Kwa nini walichelewa miaka 40? Kwa sababu kile ambacho kilifanywa na Mungu, walikuwa wanakwenda wakizani bado wako kwenye safari ya kuelekea baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Kumbe wanazunguka mahali pamoja, na walicheleweshwa miaka 40. Baada ya miaka 40 ndipo waliingia baraka yao, nchi ya maziwa na asali, Kanaani. Nini kilichosababisha wachelewe? Makosa waliofanya. Mtu wa Mungu, nataka uelewe, wako watu wengi kwa makosa walioendelea kuyafanya, kuna vitu mpaka leo hajaweza kuvifikiriza. Makosa walioyafanya mpaka leo kuna vitu hajaweza kuvifikia, vitu vya baraka, vitu vyema, lakini kwa sababu ya makosa waliokuwa wanayafanya. Mungu wangu akusaidie, yale makosa yanayoweza kuepukika uyaepuke sasa, ili uweze kuzinjia baraka zako kwa wakati uliokusudiwa na Bwana. Jambo la 4, na kufundisha mambo 6 yanayomtokea mtu anapofanya makosa. Jambo la 4, kuleta majuto, kuleteza majuto. Yani uelewe wakati wote unapofanya makosa hautaepuka kujuta. Majuto ni fungu la mtu anayekosea, na Biblia imethibitisha hilo, ya kwamba mtu akifanya kosa, kosa lina nguvu ya kuambatana na majuto kwenye maisha ya mtu. Unasoma kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kisha Yuda yule mwenye kusaliti, aliyefanya kosa la kumsaliti Yesu, alipoona ya kuwa
kwisha hukumiwa, alijuta, akasema nilikosea niliposaliti damu isiyo na hatia. Alijuta, Biblia inasema, na alijuta kwa kiwango cha kujiua. Alijuta kwa kiwango aliona akajinyonge. Unielewe mtu wa Mungu, jambo la 4 linalomtokea mtu aliyekosea ni majuto. Majuto. Hata lini unakubali kuendelea kuishi maisha ya kujuta? Na maisha ya kujuta yanatokana na kufanya makosa. Mungu wangu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze, uwe na uwezo wa kuona na kukwepa makosa ili uepuke kujuta. Jambo la 6 na la mwisho, mambo 6 yanayomtokea mtu anayefanya makosa. Jambo la 6 na la mwisho, kuleteza kifo. Kuleteza kifo. Elewa, kuna makosa ukiyafanya, ni amina tena ni kweli, Biblia inathibitisha makosa yatasababisha ufe kabla ya wakati wako. Mkumbuke Adamu. Adamu hakupangiwa kufa. Adamu aliumbwa aishi milele, lakini kosa alilolifanya, kula tunda ambalo Mungu alimwagiza akisema asile, Mungu alimwambia utakufa, utarudi kwenye ardhi, maana katika hiyo ulitwaliwa, na alikufa kweli. Lakini unaposoma kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 5, akavitupa vile vipande vya fedha Yuda huyo katika hekalu, akaondoka akaenda kujinyonga, akaenda kufa Yuda. Uelewe, kosa anaolifanya mtu, lipo kosa litabeba nguvu ya mtu kufa. Elewa mtu wa Mungu, hata kama hutakufa pale pale kama Yuda, makosa unayoyafanya na kupunguzia miaka kukaa duniani kama Adamu. Hakufa pale pale, lakini hakuumbiwa kufa, baadaye alikufa. Leo watu ambao walikusudiwa na Mungu kukaa duniani miaka 90, kukaa duniani miaka 80 kama andiko linavyosema, wanakufa before time. Why? Ni kwa sababu ya makosa. Ukiangalia kinachowaua ni makosa fulani wanayoyafanya. Mtu wa Mungu, Mungu Roho Mtakatifu, baada ya kusikiliza maarifa haya, Mungu Roho Mtakatifu akae kwa wingi ndani yako. Mungu Roho Mtakatifu akuongoze, akusaidie kuyakwepa makosa yanayoweza kukwepeka, ili uepuke haya mambo 6 ambayo huwa yanamtokea mtu anapofanya makosa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Ulikuwa nami mtume na nabii Joshua Chris katika kile kipindi chetu cha Kona ya Maarifa. Asante kuwa na mimi, asante kufuatilia maarifa haya. Na sasa ninamuomba Mungu Roho Mtakatifu akusaidie kufanyia kazi maarifa haya. Yeye akuongoze kuepuka kufanya makosa yanayoepukika, ili uepuke haya mambo 6 magumu kabisa kutokea kwenye maisha yako. Mtoto wa Mungu, mpaka tunapoonana wakati mwingine, ninakuacha kwenye mikono yenye nguvu, mikono ya Mungu. Mungu wangu akutunze, Mungu wangu akupe mema mengi. Lakini niendelee kukuomba pale ulipo, ikiwa bado ilikuwa hauja subscribe, ni kuombe usubscribe. Lakini kuombe uwe balozi wa kazi hii inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Channel yetu inaitwa Jocrim TV. Nenda YouTube, nenda Instagram, nenda Facebook, TikTok, utazikuta kazi zimewekwa kule tofauti tofauti, vipindi tofauti tofauti ambavyo ninamwamini Mungu ukivipata maisha yako hayawezi yakabaki vile yalivyo. Nikuombe basi uwajulishe na wengine, ili kwa pamoja tuendelee kuingia ushindi tuliokusudiwa na Bwana. Mpaka mimi na wewe tutakapokutana wakati mwingine, ninakuacha kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unawatendea watu mema. Uwepo wa Mungu unawaweka watu salama. Zaidi sana, uwepo wa Mungu unawapa watu kushinda. Kwa uwepo huo wa Mungu, mtu wa Mungu uwe salama, shinda, fanikiwa, stawi. Mungu wangu akutunze na akupe kuona mema mengi. Mpaka wakati huo basi, ninakuaga nikisema bye bye.